hiyo siku nilikuwa nasikia ya kwamba kuna vile naweza toa kafara vile nilikuwa nimeambiwa. Shule yetu ilianza kuwaka moto na ilikuwa ni domu ya wasichana. Shule yenyu ilikuwa mixed? Ilikuwa mixed. Sasa ule msichana ambaye alikuwa na ule kijana rafiki yake yeye ndiye alisababisha moto kuwaka pale shuleni, na ikafika ya kwamba hata pawa inakuja wanakosa, watu wa Kenya Power wanakosa suluhisho na watoto form 1, form 2, form 3. Nilikuwa napata pesa ambazo sijui mahali zinatoka. So ikafika mahali mimi ninaogopa ya kwamba kutoa wazazi wangu ni kazi ngumu. Ni afadhali nifanye sacrifice ya shule. Nifaliza ile chain. Na wakati alinifaliza nilisikia kuna nguvu fulani zimekuja. Na hicho kipindi shule mingi kule zilichomeka. Kule Kisii. Hello, a warm welcome to my testimony on Tales by Nelima. My name is Edith Nelima, and on our desk is Pastor Dan. Pastor Dan is an ex-Freemason. He joined when he was in high school, and according to his story, yani walikuwa wanachoma shule. Kazi yao ilikuwa ni kuchoma shule kwa sababu aliingia akiwa high school, and he has a very powerful testimony. He is a man of God. Today he's here. He's going to share his story. If you are watching us for the first time, kindly make this to be your home and don't forget to subscribe. We are on our way to 10,000 subscribers. Karibu sana mchungaji. Nimeshukuru sana. Majina naitwa Pastor Duncan Mose Oroli. Vile mmejua nyumbani ni sehemu za Nyamira. Nashukuru sana kwa sababu Mungu amenilinda na amenijalia siku ya leo. Nataka niwaambie ushuhuda na mahali Mungu amenitoa. Amenitoa mahali ambapo palikuwa pagumu. Kwanza kabisa wacha niingie katika ushuhuda wangu. Mimi nikiwa mtoto mdogo nimelelewa katika nyumba ya Ukristo na kufanya kazi ya Mungu. Na sasa ilipotimia wakati wa high school ndiposa nimejiunga na shule fulani ambao sitataja jina, maeneo ya Kisii. Niliingia shule ya msingi. Wakati nilikuwa shule nilikaa na rafiki ambao mimi sikumuelewa huyo rafiki. Kumbe alikuwa rafiki ambaye sio mzuri. Asingine vile tunakaa shuleni watoto, kuna wale unaweza toka kwa watoto wa umaskini na wengine matajiri. Sasa huyo kijana ambaye tulijiunga na yeye shule moja hapo maeneo ya Kisii, kumbe alikuwa amejiunga na Freemason ama Illuminati, pasipokuwa mimi kujua, juu niliona alikuanga na pesa mingi sana. So akakuwa ni deskmate wangu katika shule. So kwetu tulikuwa tunapewa shilingi kama 300 pocket money. Shule ilikuwa shule ya boarding school. Na hii nilikuwa naonanga akona na mahitaji. Yani akona pesa mingi sana. Ingawa hata hakuwa anakula ile chakula ambayo inapikwa shuleni. Siku moja akaniambia kwamba akona na baraka ama akona kitu anaweza niambia nami nikae kama yeye. So wakati tulikuwa shuleni ilikuwa naonanga akifanya miujiza, ambayo miujiza mingine mimi sikuwa na stahimili hii mambo inaenda namna gani. Alikuwa anagonga watoto, mtoto akimgonga kwa mgongo, tunagonga mwingine na nikaona ni jambo la kawaida ama ni mchezo. Anachapa mtoto mwenzake kwa mgongo. Anachapa mtoto mwenzake kwa mgongo. Akiniguza ninaguza mwingine anaguza mwingine hivyo klasi mzima. Unless aseme tuache ndipo tunaacha. Hilo jambo lilikakuwa ngumu. Tukiwa dom alikuwa nguo zake zinakaa hana pazi ya kupasi nguo, lakini zinanyooka, ziko very smart. Alikuwa clean kuliko mwalimu mwenyewe. So ikafika wakati ya kwamba tunaendelea kuwa na uhusiano.
ikafika ya kwamba hata mimi sikuwa nashiriki kukula chakula ya shule, tulikuwa tunaenda canteen tunakula. Na kumbe baada ya hayo kukula sikujua kwamba nitakuja kujipata katika mambo ambayo ni magumu. So tukaendelea kukaa na ule huyo kijana. Ikafika ya kwamba wakati mmoja mimi nilikuwa ninapenda kucheza mpira na nilikuwa fani wa Chelsea, hizi mambo za michezo. So akaniambia ya kwamba kuna kitu ninaweza fanya ili uwe ujulikane zaidi. Na ikafika wakati sasa, ilikuwa ni wakati ile tunafanya warm up ndio tuende tucheze na shule zingine. So ikafika ikakuwa weekend, na hiyo weekend ilikuwa tufunge half term ya shule. Tufunge half term, ndio sasa baada ya half term ndio tulikuwa na games, tuseme sports. So akaniambia, ninataka Dan tufanye namna hii, wewe utanitembelea mpaka kwetu. So tulikuwa tumefunga siku ya Alhamisi. Friday akaniambia niende mpaka kwao. Kwao ni sasa ni Kisii County, kwa sababu shule yenyewe ni boarding school. Mimi nilitoka nyumbani, hata sikuambia wazazi ya kwamba mimi ninaenda kutembelea rafiki. Nilipofika pale yule kijana aliniambia nitamtembelea kanisa yao. Kuna mahali anaenda na wanabarikiwa sana. So tukaenda katika building moja, watu wanaitambua maeneo ya Kisii na ni kubwa sana, ghorofa. Akaniambia kwamba kanisa yetu iko pale juu. Lakini wakati ambao nilikuwa napanda stairs, nilikuwa nasikia kama roho yangu imekuwa ngumu. Nilikuwa naona darkness kwa ule mtu anaweza elewa mambo ya kiroho. Lakini nilichikaza kwa sababu ninaona vile huyu anakaa vizuri, na mimi ni mwanafunzi na yeye ni mwanafunzi. Na ni rafiki ambao amekuwa ni rafiki ambao ni wa supportive. Wacha tu niende hiyo kanisa. Wakati nilifika pale, nilikuta kanisa wamevaa mavazi ya aina mbili. Mavazi moja ilikuwa ya black na mavazi ingine ilikuwa ya red. Ya red ni wale ambao wamejiunganiza na kanisa. Na hii ya black kanzu ni kanzu. Hiyo kanzu ni wale ambao ni wa visitors. So wakati ulifika pale, kuna ile inaitwa reception, na mahali unaingia unaandikwa majina chini, unapewa kanzu. Kama hujaunganisha, ndio kuna masharti ambao unapewa ndio uingie ndani. Yeye aliingia kwa akabadilika, akapewa kanzu, na mimi nikapewa kanzu yangu ya black. Na wakati tuliingia ndani ya ibada, sikuwa naona mhubiri ambaye alikuwa anaongea. Lakini ninasikia sauti, na kanisa yenyewe ni giza, yani ni darkness, zile mataa hakuna light. Yani unaona mataa zinadimu kama indicator. Na hiyo jambo lilinishangaza sana, kwa sababu mtu ambaye alikuwa anaongea wao na wafuata vile wanafanya. Wakiinama chini tunainama, wakiinuka juu tunainuka. So yule mtu ambaye alikuwa anazungumza pale, wakati alimaliza akasema ya kwamba wale wageni ambao wamefika, kila mgeni nitamhudumia leo na nitamhudumia kwa ofisi. Kwa hivyo mlikuwa wageni kadhaa? Tulikuwa wageni kama wageni 10 hiyo siku. Na tumuone na yule mtu ambaye amekuleta, yule mwenye amekuleta. So mimi ndio nilikuwa wa pili kumuona. So sasa wakati ambao wa kwanza amehudumia, sasa nikaingia kwa ofisi. Ofisi yenyewe ilikuwa vile ilikuwa inakaa, ilikuwa ni ya kuogovya. Na sasa yule mtu ambaye alikuwa anaongea, yule tulikuwa tunasikia, ndio huyo sasa ako kwa ofisi. Sasa unamuona, na vile alikuwa anafaa mavazi ni ya kuogovya. Lakini ule aniambia usiogope, kwa maana kila kitu ni sacrifice. Kila kitu ni sacrifice, you sacrifice yourself ndio ufaulu. Na kitu ambao mimi ilinifanya niwe firm nisimame, ni pesa niliona.
Pesa zimewekwa juu ya meza, mahali anaongea kuna pesa ziko hapo. Ukiongea ama ukijiunganiza ama ukisikiza vile anakuambia, anakureward na pesa. So wakati ambao alikuwa ananiambia, alinipea rules vile nastahili kufanya, kwa sababu mimi ni mwanafunzi. Kuna vitu kadhaa aliniambia, ukitaka kuwa maarufu ama ukitaka kuendelea, kuna kitu nataka ufanye, uwe unafanya. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo huwezi fanya bila sacrifice. Huwezi pata pesa bila sacrifice. Kuna vitu ambazo unaweza jitolea ndio upate. So wakati nilikuwa pale, aliniambia ya kwamba ukitaka kuwa maarufu lazima utoe kafara. Kafara ya kwanza aliniambia ni wale watu ambao unakaa na wao. Sasa mimi watu ambao nilikuwa na wao ni wanafunzi. Na the surrounding. Kwa sababu ulikuwa mdogo bado, ulikuwa darasa kidato cha? Nilikuwa kidato cha pili. So na hiyo time kwa sababu nilikuwa mdogo, sasa mambo ambayo inanihusisha congregation mingi ni wanafunzi. Na akaniambia uko na kibali gani? Nikamwambia mimi hiyo time nilikuwa mchezaji mpira. So akaniambia kwanza nataka ni kureward, ukitaka kuwa mtu ambao unacheza vizuri na ufahamike, kwanza chukua chain. Kuna chain alinipea nikafaa. Na hiyo chain ni ioni mtu ambaye sio wa kawaida hawezi akaiona. Mimi mwenyewe na wenye wako katika hiyo hali ndio wanaitambua. So akanifaliza ile chain. Na wakati alinifaliza nilisikia kuna nguvu fulani zimekuja ndani yangu. Ilingine alinipea rules kama 3. Akaniambia sacrifice. Ya pili akaniambia huwa ninakaa na wasichana, yani watoto wa kike. Yani wakati ninakaa nao kuna nguvu fulani ninaweza toa mahali pao ili nikaweze kujulikana. So wakati aliniambia namna hiyo, kuna vitu ambazo zilikuwa ndani yangu zilikuwa zinaniogopesa. Lakini huyu mwenye amenipeleka huyo kijana, yeye ndiye alikuwa nipepea imani yangu. Yani mimi kuna wakati nilikuwa ninaogopa, lakini yeye ananiambia kama mimi nimefika hapa, hata wewe utafika hapo. So katika hiyo hali sasa nilisimama na nikasema nitafanya hivyo. So nikatoka pale tukarudi nikakaa. Hiyo siku ilibidi nilale kwa huyu kijana. Wakati nililala pale kwao sasa wazazi hawakujua, walianza kunitafuta mahali nimeenda, kwa sababu tulikuwa tunakula pamoja. Nikakaa. So kitu ya kusangaza ya kwamba siku ya Sunday ndio niliamka kurudi nyumbani. Na nyumbani baba yangu ni mchungaji. Na ni siku ya Sunday. Mimi nilikuja jioni, kufika nyumbani huwa tunapenda kukula. Vile nilikaa sio vile walikuwa, ile macho nilikuwa nawaangalia ni macho ambayo ni mbaya sana. Sikuwa naona kama ni wazazi. Na nilikosa kuwatii. Ikakuwa ni jambo sio la kawaida kwangu na wao. Yani kitu ambao wananiambia mimi ninakosa kutimiza, na vile ninawaangalia wanashinda kuelewa huyu mtoto wetu amekuwa namna gani. Na wakasema hii si jambo la kawaida, wakasema labda ni ile hali ya stage. Ile mtoto kuna vile anafika teenage adolescent stage, mtoto anakosa kunini. Nikasikia wanasema ya kwamba wacha tumpea time, labda hii ni hali ya kukua, atachange, atabadilika. Sasa mimi nilibaki, tulikaa wiki kama moja hiyo ya half term. Tukakaa, mambo yangu haikuwa kawaida. Sasa nikakosa kukaa pamoja na wao kukula. Nikafika ya kwamba sasa wakimaliza kukula, kwa sababu kulikuwa na maombi, wanafanya maombi, baba anatusomea Bible. Ikafika ya kwamba mimi sihudhurii hiyo kikao. Wakimaliza mimi ndio ninatafuta njia ya kukula. So ikafika ya kwamba sasa tumemaliza half term. Na shuleni sio mimi peke yangu, kumbe nilikuwa
nimewekwa katika hiyo msingi na huyo rafiki yangu. Alikuwa amepea watu, amepea wanafunzi wengi, sio kidato ya kwanza mpaka ya 4, alikuwa ameunganisha watoto wengi sana. Na wazazi wake walikuwa wanajua kwamba alikuwa anatumia dark powers? Ako na mzazi mmoja na pia mzazi mwenyewe ukimuona wa kike alikuwa amejiunganiza. Yaani ni familia ambayo imejiweka katika hiyo msingi. Lakini katika historia yake nilikuja kujua ya kwamba alikuwa ametoa baba yake kafara. Sasa walikuwa wamepaki yeye na mama yake. Alitoa baba yake kafara. Alitoa baba yake kafara pamoja na ndugu zake. Sasa yeye ndio walikuwa wamepaki na mama yake. So ikafika ya kwamba watoto wengi ambao sana sana wa kike, kwa sababu Freemason unaweza jiunganiza through hata kulala wasipokuwa kwenda pale mahali nilielekeshwa, kwa sababu unajua hiyo ni kuelekezwa na kujiunganiza. Lakini Freemason watu wanaweza pewa mzigo sana sana watoto ama watu wakubwa through kukaa na mtu. Hiyo ni sacrifice ambayo shetani huwa anatoa. So wakati huo sasa kuna wasichana wakataa alikuwa ameunganiza kwanza kidato cha 3, mmoja wake alikuwa girlfriend wake. Sasa ikafika wakati watoto wa boarding huwa tulikuwa tunafungua shule wakati wa Sunday. Ndio Monday the scholars wanakuja tunasoma na wao. So mimi hiyo siku sikuweza kuenda shuleni kwa maana hiyo shule ilikuwa karibu na kwetu, na hiyo siku nilikuwa nasikia ya kwamba kuna vile naweza toa kafara vile nilikuwa nimeambiwa. Lakini pasipokuwa hiyo, mimi nikiwa shuleni nimeprepare, kumbe kuna vile Mungu huwa pia ana protect mtu katika hali. Mimi sikuweza kuenda shule, lakini shule yetu ilianza kuwaka moto. Na ilikuwa ni domu ya wasichana. Shule yenu ilikuwa mixed? Ilikuwa mixed, ilikuwa na domu ya wasichana na wavulana. Sasa ule msichana ambaye alikuwa na ule kijana rafiki yake, yeye ndiye alisababisha moto kuwaka pale shuleni. Na ikafika ya kwamba hata power inakuja wanakosa, watu wa Kenya Power wanakosa solution. Lakini ikasemekana ya kwamba kuliko kusema hiyo ni hiyo mambo, kwa maana ilijulikana mpaka mapasta walikuja, mapadiri, watu wengi wakasema hii is matter of spiritual, not electricity. So wakati walisema hivyo, nami mahali nilikuwa nimetingika, kwa sababu wakati nguvu za Mungu zinatembea mahali fulani, kuna vile pia unakosa kujiunderstand. So nikiwa pale, nikiwa nyumbani, moto ilichomeka siku ya Sunday usiku, wakati watoto wasichana wameingia. Lakini bahati mzuri wale watoto, domu ilichomeka, watoto wakiwa kwa darasa ni wachache sana walikuwa wameingia kwa domu. Nashukuru sana ya kwamba watoto hawakuweza kuumia hiyo enzi. Lakini kuna wengi ambao walipata majeraha, kapelekwa hospitali na ile kustuka ya kwamba vitu zangu zimechomeka. So katika hiyo hali nikiwa shuleni, nami nilianza kujidoubt, mbona mimi mambo yangu inakaa yasio yaendi vizuri. Na mimi nilikuwa nimebrand ya kwamba nikifika pale kuna vile nami ninaweza jisaidia, ama naweza fanya nami nijulikane, ama nipate pesa kiwango ya yule kijana. So wakati nilifika pale shuleni, nilikutana na maombi ya mesidi pale shuleni, wachungaji wamekuja. Na wakati ambao maombi ilikuwa inafanyika, mahali nilikuwa nimesaidika ni kanisa za kiroho. Mchungaji mmoja ambaye amefahamu mambo ya kiroho alikuja akaomba, mimi nilijikuta ni kama nimekufa. So zile spirit already zilikuwa zimeingia ndani yangu. Na yule kijana ambaye muhusika hakuwa amekuja shuleni, yeye alikuwa mbali sana. Yani ilifika ya kwamba hata wiki moja
acharejea shule kwa sababu alikuwa anajua chanzo mahali imetoka. So tukiwa katika ile hali ya kufanyiwa deliverance, ndio mtu mwingine aliongea ndani yangu, ambaye ni mtu ambaye ni Freemason. Yani ni ile mambo ya Freemason. Na wakati wa maombi kuna signs ambazo zinakuja na ilikuwa inabidi yule mchungaji aweke watu wa kunishika vizuri na wale wengine ambao walihudumiwa hiyo siku. So tukaendelea hivyo. Wakati uliendelea namna hiyo, Mungu akanisaidia mimi, akanikomboa katika hiyo hali ya spiritual na nikakuja kuelezea historia yangu vile kulikuwa. Na baada ya hapo, hizo vitu sio vitu ambazo zinatoka haraka. Unaweza pewa huduma, lakini inastahili kuwa uwe karibu na watu wa kiroho na watu ambao wanaweza kusaidia kutoka. Sasa mimi niliona ya kwamba imeisha. Baada ya hapo shule ilirudi normal. Ule kijana akakuja wiki ya pili, already alikuwa amejulikana. Akapewa ile inaitwa, akapewa permission ile ya kuenda, yani atoke shule. Suspension yani. Akapewa suspension. Kama kuna vitu aliambiwa afanye, kama hawezi kufanya atoke hiyo shule, lakini hakuweza kufanya. Alitoka na akatoroka mpaka waleo yuko hapa Kenya. Nilisikia alitorokea maeneo ya Tanzania. So mimi niliendelea kukaa shule kwa sababu nimekuwa delivered, lakini hizo vitu hazikuwa zimenitoka sana kwa sababu pia ni imani ya mtu. Huwezi ombea mtu ambaye pia amekufa. Kwa hivyo mtu ambaye amekufa aoni chenye unafanya ama unaomba, pia ni ngumu sana vitu kumtoka kuliko ule mtu ambaye unaombea ambaye anaona na anasikia. Already zile nguvu ambazo zangu zilinianguza chini nikakufa, na mchungaji alikuwa anaendelea kuomba. Kwa hivyo sikukuwa delivered. So nikaendelea kukaa shuleni, wakasema mambo imerudi vizuri, imekuwa vizuri. Baada shuleni nikaanza kupokea ndoto mbaya. Kwa sababu ya kwanza imesindikana, ndoto zilikuwa nakuja inaniambia nitoe mama yangu ama mtu ambaye napenda familia. Hiyo ndio ilikuja kunistua zaidi ya kwamba mimi mama yangu ninampenda na ndugu zangu ninawapenda. Nikiwa kwa ndoto usiku nikaanza kufanya signs. Yani hata kuna vile pattern unaweza lala kwa kitanda ya Freemason. Ukipigwa picha kuna vile signs ambazo unazifanya. So nikaona hili jambo sio la kawaida. Signs labda zinakaje? Zikoje? Signs kuna vile unaweza fanya hivi kwa kamera. Kuna signs za pyramid. Kuna signs signs ni mingi. So nikaanza kuna signs ya kulala kama nyoka, kama mtu ambaye anakaa cobra. Na wakati mtu amekukosea, kuna vile unafanya macho hivi kama signs za cobra. Mfanya macho, huyo mtu inakuwa ni unamuogopa, yani anakuogopa. Kuna spirit sana zinakuanga katika kwanza macho. Ukifanya hivi kuna spirit ambazo zinakuanga macho. Mtu akitazama hivyo anakuwa na uoga. So wakati nilikuwa hivyo, hizo vitu hazikuwa zimeniachilia. Nami nilianza kukaa na watoto wa kike sana. Nililala na watoto form 1, form 2, form 3. Yani na walikuwa wananipenda sana. Na sio kitu nilikuwa nawapea. Unapata ile sasa nimeanza kufanya zile rules. Ule jamaa alikuwa amenipea. So nikaanza kufanya hivi, kafika siku ya sports. Nilipata watu wengi walikuwa mafans, wenye walikuwa wananisupport ni watoto wa wasichana, ni wa kike. Na bado yule wakati alikuwa amenifanyia deliverance, hakuwa ameona. Kumbe naye hakuwa na power sana. Hakuwa ameona ile neck nilikuwa nimewekewa. Necklace. Kwa sababu ilikuwa invisible. Ni kitu huwezi ukaona unless uko ndani
ya kiroho, uko ndani ya kiroho, umesama spiritual. So ile necklace ilikuwa ndani, unless pia ukue ndani mwenzangu mwenye amejiunga. So ile necklace ikafika ya kwamba sasa kuna vitu nilianza kukataa kuzifanya. Ukikataa inakunyonga. So wakati ambao nilifanya tuseme mapenzi na watoto wenzangu wa shule, nilikuwa napata pesa ambazo sijui mahali zinatoka. Nilikuwa napata kwa bag, kwa nini yangu ya shule sanduku, nakuta niko na 10,000, nakuta niko na pesa ziko ndani na sijui sielewi mahali zinatoka, lakini ni pesa ambao ni pesa ya Kenya. Unaona? So nilikuwa ni jambo la kuogopa. Baada ya kukaa na msichana, unaona pesa nikaona sasa hii kitu iko, kwa sababu mimi sijakomaa. Mimi ni mtoto mdogo. Kumbe wala ambao unalala na wao, kumbe pia unawaweka spirits. Unawawekea hiyo spirit, yani ni kama unauza. Ni kama unaua kile kizuri ambacho kiko ndani mwao. Wewe unasambaza. Sasa ikafika ya kwamba nilikuwa ninasambaza. Sasa nikisambaza ni kama ninauza. Ninapokea. So ikafika ya kwamba sasa mahali niliogopa ni wakati ambao sasa ilifika wakati wa kutoa wazazi wangu. So ile jambo walitaka sauti wazazi kafara ni watoe ndio niende kiwango. Kuna wakati ambao unachunga na mahali ni kama wakati unasoma uchungaji ama unasomea course. Kuna vile viwango, kuna first year, second year, third year. So sasa katika Freemason kuna viwango. Kuna viwango unapitia mpaka unafika level fulani, sasa unakuwa president. Already yule kijana yeye alikuwa amezaa kuwa amemea mzizi, mpaka ameua baba yake, ameua wazazi, amekuwa hata ni mwanafunzi ambao pia akona mpaka gari. Alikuwa na gari ya Prado. So na shuleni walikuwa wanaona familia yao ni familia ya kiutajiri. Sasa mama yuko ndani na mama sasa ndiye anaelekeza huyu kijana kwa sababu ya ile ibada mahali wameabudu ile kanisa ambao wanaenda. So ikafika mahali mimi ninaogopa ya kwamba kutoa wazazi wangu ni kazi ngumu. Ni afadhali nifanye sacrifice ya shule. Na wakati huo sasa sio mimi ninafanya, ni zile mbegu ninaweka kwa watu. Naweza enda nianze kuzungumza na vijana wenzangu wale tuko kwa dom. Watu plani tufanye hivi na hivi. Ama kuna kitu nataka tufanye. So ninawawekea hiyo vitu kwa akili. Hiyo spirit. Sasa wao wakifanya ama wachome shule, sio jambo la kawaida. Ni maroho ambao nimesukuma nihoda mimi nijiendeleze. Sasa mahali ilifika ni hiyo jambo kwanza, hiyo jambo ya wazazi ndio iliniogovia. Ndio siku moja spiritual leader ambaye alikuwa form 4 alikuwa anakuja shule, alikuwa anatembea classes wakati wa asubuhi, anasoma neno na alikuwa anachagua mtu mmoja asome neno, aombe ndio tuendelee na masomo ya siku. Sasa siku hiyo ikafika ya kwamba amenichagua nisome neno. Na wacha niwaambie ya kwamba ukiwa na nguvu za Mungu na nguvu za Shetani asiendani. Aliniletea Bible ambayo alikuwa amefungua kitabu ya ilikuwa John 3:16. John 3:16. Vile Mungu alipenda ulimwengu akatoa mtoto wake wa pekee. So kusoma ile Biblia inikalia ngumu, hata kutamka jina Jesus nilikuwa nasema Jesus. Yani ilikuwa ni ngumu kutamka jina kwa sababu hiyo ni another kingdom. Ni power ingine na power ingine. Sasa ilibidi roho ingine ilikuwa inaniambia ukitaka kusoma vizuri uweke hiyo Biblia opposite. Yani ikwe, yani wakati mtu tunasoma normal upside down
ndio unaweza kusoma. So wakati niligeuza hivyo ninasoma vizuri, Dexmate alikuwa anaona mimi nasoma Biblia namna gani. Kwa sababu nikiweka vile inastahili kukaa siwezi nikasoma. Ile nini inanipiga mwangaza. Yani ile right ya Mungu, right hand inafanya macho yangu yasione. Mpaka huwezi soma Bible. Huwezi soma Bible. Lakini ukigeuza upside down unaweza kusoma. Kwa sababu katika hekalu la Mungu pia shetani anaishi. Na kuna watumizi wanasoma neno la Mungu ili hali wanalisoma upside down. Wanasoma neno la Mungu ili hali yale maneno ambayo wanaongea sio kulingana na hiyo maandiko. Okay. So wakati nilikuwa ninaendelea hivyo, yule jamaa ndiye alikuja kushinda ya kwamba waliona muujiza ambao hawajawaiona. Ilibidi ya kwamba nipeleke kwa chaplain. Kwa maana shule za boarding kuna chaplain ambaye anakuanga pale shuleni wa kiroho. Na shule yetu ilikuwa ya Kiadventista. So alinipeleka kwa pastor ambaye alikuwa pale. Wakaanza kunifanyia guidance and counseling. Ingawa katika roho yangu kulikuwa na ugumu. Sikuwa nawasikia. Lakini so long as walikuwa wanatumia jina la Mungu, ilikuwa inanitetemesa mahali nilikuwa. So ikabidi wakasema ya kwamba we need tena watumizi wa Mungu tena warejee ili wafanye tena maombi. Yule chaplain aliogopa kwa maana vile nilivyokuwa. Hata yeye alikuwa ananiogopa kwa sababu ya roho ambazo zilikuwa ndani yangu. Na kanisa mingi za kidini haziwezangi kudili na maroho. Kitu wanaweza kudili ni kufanya guidance and counseling. Lakini kutoa roho ndani ya mtu ni ngumu. Kwa sababu huyu mchungaji ni mtu amesomea Bible. Si ameitwa. Ameenda kusoma Biblia ili apate kazi. So na yeye mwenyewe aliogopa, mimi ni mtu ninaelewa mambo ya Biblia, wacha niite watumizi. Watumizi walikuja mabadili wa Catholic, wengine walitoka makanisa mbalimbali wakakuja. Mmoja ndio aliniweza kunisaidia na ni mmoja alikuwa ni kanisa za kiroho. Aliweza kuchukua mafuta bila alichukuanga, akaanza kuniombea. Yeye mwenyewe ndiye alikuta ile chain. Na kitu ya kusangaza, ile chain ambayo ilikuwa ndani nilikuwa nimeweka, ile chain wakati iliwekewa mafuta ile ya anointing, iligeuka ikakuwa kanyoka kadogo. Kwa hivyo vitu zinakuanga leili. Hizi chain zinafaa pete. Saa zingine tunaweza enda madhabahu. Sio madhabahu ya kiroho. Hata wale watu wa kiroho wako na uchawi. So mtu anaweza valia pete. Hiyo pete ndio inafanya watu wanaanguka. Mambo inakuwa ngumu. So katika ile hali yule pastor ndio alinideliver. Na akaniambia ya kwamba siku moja vile saa hii sasa mimi ni pastor, yeye ndiye alitabiri ya kwamba siku moja nitatoa ushuhuda. Nilienda nikahubiri neno, nikaanza kuitwa makanisa, nikaanza kuitwa mahali kulikuwa na makusanyiko ya congress ya vijana, nikaanza kuambia vile kuliko. So katika hiyo hali alinideliver. Katika hiyo hali mpaka wa leo ninamshukuru Mungu ya kwamba aliniwezeshea nikatoka katika hiyo hali ya kutoa sacrifice wanafunzi na pamoja na wazazi. So kitu mimi nastahili kuahidi wale ambao wananisikia vile tunaona saa hii moto zinachomeka. Kitu ya kwanza ninapea wazazi advice, wachunge watoto wao. Na watoto wengi wanaingia katika Freemason kwa sababu ya familia background. Mtoto anaona ya kwamba ana matumizi. For example pocket money kama ako boarding school. So anakuta watoto wengine ambao wamejisaidia na wajui mahali wamejisaidia, huyo mtoto anaingia. Kitu ingine kuingia Freemason ya watoto, unaweza tumia peremende. Unaweza tumia vitu mzuri kama biscuits, chakula.
kama mimi nilichunganiza kupitia chakula. Kupitia chakula ule kijana alikuwa ananipea. Ndio kupitia shida chakula kuna vile pia labda yeye amenenea, ama ile pesa ni ya matabau, ama hiyo pesa ambao akunao sio pesa mzuri. So ukikula ile kitu already imeanza kuwa partnership. So kitu ya kwanza, watoto ambao wako shule za boarding, wazazi wanastahili kuwa waangalifu spiritual. Wena ingawa labda wakati mimi nilichunganiza kama sio maombi pia ya wazazi, saa hii ningekuwa nimefanya mambo mapaya zaidi ya yara ambao nilikuwa nifanye. So wazazi wengi wawe spiritual, waombee watoto, kwa maana mtoto ukimpeleka shuleni pale sio vile ako kwa nyumba. Kwa maana pale shuleni ako na watu wengine. Na kitu ingine, shule ziwe na msingi wa maombi. Kwa maana maombi kuna vitu mingi zinafunja. Maombi watoto wawe wanapewa time ya kuomba na kuparticipate katika anga, wakue katika anga ya Mungu. Kwa maana shule mingi saa hii tuna participate more kwa sports, ama kwa mambo ambayo ni ya dunia kuliko kuparticipate katika mambo ya kiroho. So katika hiyo hali saa zingine na shuleni wanafunzi ambao wananisikia wanastahili kuangalia ni rafiki gani ambao unachiunga. Usione rafiki akiwa na pesa ujue hiyo pesa imetoka ni ya kawaida. Hivyo kuna mambo ambayo unastahili kuchiepuza katika hiyo hali, ili ukaweze kufanya nini? Ili ukaweze kujiendeleza. Yeah. Pastor. Nashukuru Mungu kwamba uliweza kujinasua. Ama Mungu aliweza kunasua katika mtego huo. Nitakuuliza tu maswali machache ili kusaidia mtazamaji na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Kenya kama shule ya utumishi girls. Labda kwa maoni yako tu, huo moto ambao watoto wameshomeka sasa hivi 16, na tuliona mzazi mmoja aliweza kufariki wakati anaenda kuokoa mtoto wake barabarani. Nataka tuzungumze ukirelate na hiyo story yako ili tu mtu aweze kusaidika. Nataka kuambia kwa wale wazazi, kwanza nasema pole sana kwa ile kisanga ambayo ili happen katika ile shule ya utumishi girls. Kitu moja, katika ulimwengu wa kiroho, ile jambo ambalo lilifanyika pale utumishi sio jambo la kawaida, na sio jambo la mambo ya electronic ama electricity. Ni jambo ambalo ni la spiritual. Kuna watoto wengi ambao wa saa hii watoto hawataki kujisaidia. Wengi wameingia katika hiyo hali ya Freemason, na imetembea na imekuwa ni freedom katika maeneo maeneo hii ya Kenya. Watu wamekuwa na freedom ya kuingia maneno ya devil worshiper. Katika kisanga ya utumishi girls, kitu na zaidi kuambia ya kwamba watu waingie deep in spirit. Watu waingie deep in spirit katika maombi. Kwa maana lile jambo ambalo lilifanyika mara pale ni jambo la kusisitiza ya kwamba vile watoto walichomeka, ile ni sacrifice ambao ilitolewa. Na wacha niwaambie in a prophetic way, mtaona jambo ambalo litatokea baada ya hawa watoto wamesikwa. Kwa sababu kuna mtu pale, ama kuna mtoto pale, ama kuna watoto pale, saa hii wamefanya nini? Wamejipea kiwango, wameenda kiwango kingine. Kitu ninataka kuambia kwa watu ama wazazi wa utumishi ama wazazi wa mashule, wawe ni wazazi wa maombi pamoja na walimu, waingie katika maombi, warejee maombi, kwa maana maombi kuko na nguvu. Kwa hivyo lile jambo ambalo lilitendeka pale, kuna mtoto amepewa kazi kufanya sacrifice, already yeye ameshatimiza. Na kwa anga yake ameshawekewa muhuri ya kwamba ameshapitiza. Na hii jambo ambalo limefanyika limekuwa imeenda internationally. Kwa hivyo ule mtu ambaye amefanya ile zinasambaa kila mahali, na ule ambaye amefanya ameshajulikana, yani katika anga yao kingdom yao ameshasambaa internationally, na hiyo bad news. Wow.
Yani mtu anaingia ili tu apelekwe kiwango kingine, the kingdom of darkness. Yeah. Ningependa kujua yule rafiki yako umesema alitoroka akaenda Tanzania, yule ambaye alikuingiza Freemason. Yes. Mama yake yuko wapi? Na wakati nilijaribu kufuatilia historia baada ya kumaliza form 4, kwa maana mimi nilibadilika baada ya form 4, mimi niliingia theology school na bado ninaendelea kusoma. Nilijaribu kutafuta namna, kwa maana ilinipeleka sana, ilinipeleka siku, kwa sababu nilikuwa wakati mimi nimebadilika, hata yeye afanye nini aweze kubadilika. Na wakati nilijaribu kufuatilia historia ya karibu na kwao, niliambiwa wote wamesahama, wameenda wakanunua na sehemu za Tanzania, maeneo yenyewe sijui hata wale hawajawahi onekana. Yeah. Kwa hivyo alihama na kijana yake. Alihama na kijana yake. Wakati ile story ambayo ilionekana shule na kupewa ile permission na kufanya vile alikuwa ameambiwa. So hakuweza kurudi, hiyo time ndio waliweza kutoroka. Na ukiangalia katika msingi wa academic hakuwa ana perform vizuri. Kwa hivyo acha yake ni kuingia mashule, kwa maana alikuja hiyo shule yetu akiwa form 2. Kwa hivyo kuna mambo na historia yake niliambiwa ya kwamba aliingia akiwa class 6. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo amefanya kutoka class 6 mpaka kidato cha 2. Aliingia Freemason akiwa class 6. Yeah. Na labda kile kipindi ambacho ulikuwa kwa miaka mingapi kwa Freemason? Mimi nilikaa mwaka mmoja. Yeah. Kwa katika huo muda ama hicho kipindi cha mwaka mmoja, ni wanafunzi wangapi ambao uko sure ambao uliweza kuangamiza? Labda walikufa, walifanya nini? Wale ambao uko sure tu. Katika kipindi hicho wengi ndio nilijoiniza. Sikuweza kuangamiza kwa sababu wakati nilikuwa napanga kuangamiza, kuna kitu pia ilikuwa inakuja kwangu, yani ile roho ya huruma. Lakini nilikuwa natumia wale ambao ninaingiza katika hali ya mapenzi, wanaenda wanafanya kitu mbaya. Kwa hivyo si kupitia kwangu, katika hiyo hali najua ya kwamba kuna wengi ambao walifanya mabaya kupitia kwangu. Yeah. Labda haswa kama swala la kuchoma shule, kuna wale ambao waliweza kuchoma shule? Kuna wengi walifanya kuchoma. Kwanza wakati nilikuwa nimeingia, ninakwambia kwamba katika hali hiyo ya mapenzi walikuwa nasangilia shule tofauti. Na hicho kipindi shule mingi zilichomeka. Kule Kisii. Shule mingi zilichomeka, boarding school. Yeah. Na wanafunzi waliweza kukufa? Wanafunzi, kuna baadhi ya shule unasikia mwanafunzi mmoja alikufa. Kuna wengine unasikia 3, 5, wengine wanagonjeka, wengine wanakuwa na heart attack, ile kumstuko. Yeah. Na labda kutokana na swala hilo, do you advocate for boarding schools? Unaweza peleka mtoto wako boarding school ama unaweza advise aje wazazi? Mimi kwangu ukiangalia boarding school ndio mingi zinachomeka. Na kiini boarding school ni shule mzuri, lakini kiini ya kwamba boarding school kuchomeka ni Shetani anang'ang'ana ili walibu maisha ya boarding ya watoto ili wasiendelee kimasomo. Na ukiangalia katika shule za msingi ama zile ambazo ni za boarding schools asichomeki, na kuna question mark mara hapo, kwa maana pia Shetani anapenda mahali kuna congregation, mahali watu wamekusanyika wengi. Shetani hawezi kuja mahali watu sio wengi. Hata tukiangalia makanisa, una wakati nilisikia kanisa fulani na Mombasa mambo imeenda hivi na hivi kupaya, kwa sababu Shetani ananyemelea mahali kuna congregation. So mimi kitu nasaidi kwa advice wazazi, wakati mtoto sana amepelekwa shule ya boarding, muweke katika msingi wa kiroho
na kuwe zaidi ya watu wachungaji ambao wanatembelea shule kila wakati kwa msingi wa kiroho. So shule mingi kama hizi ambazo ukifuatilia utumizi unaweza pata hakuna mambo ya leaders ambao wamesimama ndani ya spiritual. Ukiangalia zile mashule mingi ambazo kama kule shule yetu wakati hilo jambo lilikuwa linatendeka, spiritual leader hakuwa karibu, alikuwa off. Naona, so wanastahili kuachilia wale ambao wanasimama ndani ya spiritual wawe zaidi ya 5 ili waweze kusaidiana, wanasikana wawe kama intercessors katika shule. Hilo swala ambalo naongelea ni la muhimu sana na litafanyika tu iwapo uongozi wa shule utabadilika na ukubali kufanya kazi na watumishi wa Mungu. Na iwapo kuna hizi cases nimesikia, utapata walimu pia wanahusika katika visa hivi. Unapata pia wako katika demonic world, wanapatana na wale wanafunzi wako wa ulimwengu, wanafanya vitu kama hivi. Hilo ni jambo ambao ni mzuri sana vile umenielezea. Katika hiyo hali wacha niwarudishe nyuma. Kuna walimu walikuwa wanatutetea na wengine ni wale ambao labda unawakopesa, wewe ni mwanafunzi na uko na pesa, unawakopesa pesa na wao wenyewe hawezi elewa ile pesa umetoa wapi. Kwa hivyo anytime ukifanya kosa, ule mwalimu hawezi akakuadhibu kwa maana umetanguliza. Kwa maana kuna mahali maandiko nasema ya kwamba money is the root of evil. Na depend na vile unaitumia. So walimu wengi wamejiunganisha na katika hii generation ya fourth generation walimu wengi ambao kama mimi ningekuwa mwalimu saa hii ningekuwa mwalimu na bado sijakuwa delivered, ningeendelea kumaliza nikiwa bado ninasomesha. Kwa hivyo kuna walimu wa generation hii pia wako na haraka, wenengao wamealikwa ama wameandikwa shule wafanye kazi, lakini pia wengi kuna wale ambao pia wamejiunganisha katika hiyo hali ili kujiendeleza katika kimaisha. So na mahali kwingi wale walimu wanafanya ni kutetea kesi mbaya. Zingine sema nilipata na wasichana niko form 4, mwalimu akinikuta hawezi kunifanyia kitu, ananiambia tuongee. Baada ya hapo kuongea na kuambia naomba unisaidie 100 ama 1000 na mimi ni mwanafunzi, so hawezi kunipinga. So kuna walimu wengine pia hata ukifanya hivyo mabaya nao wako ndani wanachangia kutoa sacrifice. So watu wakae alert. Yes. Ningependa kujua sasa hivi wazazi wako wako wapi? Sasa hivi wazazi wangu niko na mzazi mmoja. Baba, mama? Niko na baba. Na wakati niliokoka nimepitia changamoto katika maisha. Wakati niliokoka nilikuja Nairobi, nikatoka nyumbani pale, nimemaliza form 4, nimechunganiza theology nikasoma, na nilichunganiza na ya dini kwanza, lakini sikuweza kufaulu. Nikakuja Nairobi kama kufanya kazi ya samba boy. Wakati nilikuja ili kujitafutia, kwa sababu pia wazazi wangu walikuwa chini sana, na mwenye alinileta Nairobi ni rafiki. So nikakuja kujitafuta na kujiendeleza kimasomo kibinafsi, kwa maana niliambiwa ya kwamba nitakuwa mtumizi, na nikaendelea kutangaza neno la Bwana na kufanya ushuhuda zangu. So nilipofika Nairobi hapa, kumeka a story short, niliingia nikasoma, nikajiunganiza na kanisa za kiroho. Sasa nikaanza kukuza mambo ya kiroho na nikakuwa kama nimekuwa mchungaji. So chanzo ya mama yangu kuenda mzazi wangu wa kike, wakati mmoja nilikuwa nahubiri maeneo hapa Nairobi, sehemu za Ndwaru. Nikasikia mama yangu amekufa. Na chanzo ya mama yangu kuenda sikuweza kuambiwa. Lakini mama yangu hakuwa na ugonjwa, hakuwa na nini, yani alistukia kitu imemuuma
na ameenda. Kwa sababu ushuhuda yangu niliweza kuitembeza na sikuwa na mtu pia ambaye alikuwa hapawa sana kuninecha ili kufunga katika hanga ya wazazi. So mimi nilikuwa ninahubiri vizuri nikiwa crusade. Sasa siku ya 3 ya crusade nikapata habari mbaya kwamba mama yangu amefanya nini? Amekufa. Kwa hivyo niko na mzazi mmoja kwa saa hii. Na katika hali mimi nilipokea ndoa. Na tuseme ndoa yangu ya kwanza ilikuwa na tatizo na mwenye tulikuwa naye alifanikiwa na kaniacha. Sasa ndoa ya pili nikapata mtoto mmoja ambaye ni mtoto wa kiume. Tukaendelea kuishi vizuri katika ndoa. Wenda ingawa katika ndoa kuna changamoto. So ikafika ya kwamba sasa mama yangu amezaa sikwa, bibi yangu ameshika mtoto. Aliposhika mtoto mimba, alifanikiwa kuzaa mtoto msichana. Nikamuita jina la mama yangu. Wakati nilimuita jina la mama yangu, mtoto hakumaliza mwezi moja. Alianza kuwa mgonjwa na nikampeleka hospitali kubwa hapa Mbagati. Kaweza kupimwa kila mahali, ana ugonjwa wowote. So katika hiyo hali ya Mbagati mtoto alikaa mwezi moja, lakini mambo yangu yalikuwa yanapingwa katika spiritual. Bili zilienda 158,000 katika hiyo hali ya mtoto kugonjeka na uoni ugonjwa, na unaona mtoto ananyonya vizuri lakini kwa oxygen, anasweat maji. Kwa hivyo katika anga, wakati niliokoka nimetoka katika hiyo kingdom, ile kingdom ikuweza kuniajiria. Kwa hivyo ilikuwa inanifuata inikule, inanidaiza vile vitu ambavyo nilikuwa nimekula vyao. So katika hiyo hali nilianza kusema ya kwamba huyu Mungu wa Kristo, huyo Mungu ninaona pia hawezi akanisaidia. Kama niko katika anga ya spiritual na bado ninaona sasa kuna changamoto katika maisha. Hii mambo imekuwa ngumu. Ikafika ya kwamba ninaenda Muslim. Kwa sababu naona sasa nataka kuwa Muislamu sasa. Nataka kuwa Muislamu ili nipate usaidizi. Bili zimeenda juu na ninaona sasa mambo yangu hayaendi through. Nilifika pale Muslim kwa sababu pia Mungu alikuwa ananipenda, wakanipea nafasi. Muslim kubwa iko hapa wasaidi za Mbagati hapo City Mortuary. Kufika pale walinipea chance ya kuwasalimia. Nikasahau ni kikundi ya kanisa. Kufika pale nilisahau nikasema Bwana Yesu asifiwe na wa Muslim ni asalamu alaykum. So waliniambia nitoke pale. Wangekuwa wapao wangenipiga, lakini waniambia nitoke, wakanielekeza kuna kanisa za Wakristo ziko pale chini. Nikatoka pale. Hiyo mambo ilinikuta, nikakuwa kama niko depressed. Nikasema nijimalize. Sasa naenda hapa ninakataliwa, ninaenda pale ni changamoto, nijiue. Lakini nikajua ya kwamba Mungu mwenyewe akanikujia mahali imelala nje ya hiyo mosque. Kuna mahali miti imewekwa, mahali kuna kifuli. Nililala chini nikiwa na suluhisho ya kujimaliza. Lakini katika hiyo kulala kidogo, Mungu alinikujia yeye mwenyewe. Akaniambia, Dan, kumbuka wewe ni mtumishi wa Mungu. Kumbuka wewe uko na mtoto mwingine na uko na mama ambaye kuna mtoto hospitalini. Usijaribu kufanya vile unataka kufanya. Mimi mwenyewe nitakushughulikia. Hiyo sauti ikanipea nguvu. Ikabidi niende pale Mbagati. Sasa baada kuna masaa ya watu wanaingianga kuona wagonjwa. Sasa masaa ya saa 7 saa 8 nikaingia pale. Kufika pale ndio nilikutana na mtumishi mmoja ambaye alikuwa young age kama mimi. Alikuwa anakuja kila masaa anaombea wagonjwa. Kaanza kunielezea, kaniambia na mimi kuna wakati nilipia tatizo. Sasa yeye tatizo lake ni mtoto wake alikuwanga mgonjwa kama mtoto wangu. Katika hiyo hali akaanza kunitia nguvu. So hiyo time akaanza kuniambia kwamba wewe, ninaona wewe ni mchungaji, naomba tusaidiane, labda Mungu anaweza pitia katika hiyo hali ambayo nataka nikwambie tufanye, huyo mtoto wake asaidike. Sasa nikaanza kusahau. Baada ya kufanya hivyo tukamaliza ile time ya feasting, tukatoka.
Akaenda akanipeleka kwa mkawa fulani, akaanza kuniongeleza. Yaani nikasikia roho yangu imeanza kufanya nini. Ndio saa kumi na moja turudi pale hospitali. Akaniongeleza, akaniambia ya kwamba jitie nguvu. Katika hii safari usione wewe ndio umefika mwisho. Ukiona hivi kuna vitu ambazo kuna vita zimetangazwa juu ya baraka zako. So aliponieleza hivyo akaniambia kwamba sasa wewe usiangalie yule mgonjwa wako. Sasa tutakuwa tunaombea hao wengine wako kwa wards. Na hiyo roho ikakuja ikasema ya kwamba waja tu nianze kufanya vile ananiambia. Akakuwa supportive. Akaniambia ni nini ambayo imekukosa pale hospitali. Akaninunulia diapers na vitu zingine ambazo zinastahili kukaa kwa mtoto na mama. So ikabidi sasa tuanze kusukumana na huyo mchungaji. Tuanza kuombea wagonjwa. Ikafika mahali sasa madaktari wanasema ya kwamba mtoto wangu anastahili apate transfer na Kenyatta. Na sasa nikajua ya kwamba hii ndio wakati sasa ile bill inastahili kufanya nini? Kukilia. Wacha nikwambie katika ile hali ya kujisacrifice kuombea wale wagonjwa na wanapona, Mungu nami akanionekania. Wale baada ya siku sasa, baada ya wiki moja mbili, wale wagonjwa walijiweka wale wa hospitali wa daktari wajiweka mkutano. Kasema tunaomba tusaidie huyu mchungaji. Sasa ndio jina la uchungaji pia likaanza kumea pale Mbagati. Wakajiweka pamoja. Wakasema ya kwamba tutamsaidia hii bill. Sikukuwa na NHIF hiyo time. Waliweza kunisaidia wakalipa ile bill ya 158,000. Wakaweka rambo stamp na wakaita ambulance ikapeleka ule mtoto wangu Kenyatta. Kenyatta pia nikaendelea kufanya vile nilikuwa nafanya na mtoto wangu akaonekana kama amepona. Nikarudi nyumbani. Alikuwa miezi ngapi? Alikuwa sasa amemaliza miezi 3. Mwezi mmoja ndiye aligonjeka. Wa pili, wa tatu pia kwa hospitali. So nikarudi nyumbani. Siku ya Saturday ndio nilipata habari ya kwamba mtoto amekufa saa 7 ya usiku. Na hiyo saa 7 ni nguvu za giza. Kwa maana stima zilienda na generator haikuweza kuwaka. Wakati alikuwa amewekewa oxygen, lakini oxygen ilikuwa imefika kama 90 something percent. Kwa imepaka kama 10% aweze kutolewa. Na mtoto alikuwa amerudi normal na alikuwa ananyonya na anakula vizuri. Lakini ikafika ya kwamba mtoto ameenda. So ikakuwa ni usito. Kwa hivyo katika hii hali, kwa yule mtu ambaye amejiunganisha ama ameunganishwa, ni vigumu. So long as ni vigumu sana pia ni vigumu sana wakati ambao umetoka na umeingia katika mambo ya spiritual ama mambo ya Mungu, lazima zile vitu pia jaribu kukutafuta kingdom. Hizo kingdom za Shetani, yani hizo Freemason, lazima sitafute kulikava kile ambacho ulikuwa umefanya. Wangu mimi nilichugundua ni watu hawangeweza kuchugundua. Lakini nashukuru sana kwa sababu kupitia maombi nilisimama. Na leo hii nafurahia matunda ya Mungu. Amen. Yeah. Na labda tunapomalizia, wazazi wako umesema walikuwa wachungaji. Hicho kipindi kabla mamako afariki. Walichukuliaje baada ya wewe kujua kwamba umeingia Freemason? Una cause fire kwa mashule. Walichukuliaje? Wazazi wangu walichukulia, kwanza baba yangu alianza kuniombea sana. Kuna wakati nilikuwa najua ya kwamba wakati nimemaliza form 4, walikuwa wanaenda mlima kuomba kwa sababu yangu. Na hiyo roho ni ile roho ambao wenyewe hawakuwa wanaweza kujua. Sasa zingine sasa na promise, yani nataka kuambia watoto wa wachungaji. Sasa hii ukiangalia wachungaji, watoto wengi wa wachungaji wanafuta bangi. Watoto wengi wa wachungaji wanakuwa walevi. Watoto wengi wa wachungaji wanapitia kwa sababu wachungaji ama baba yangu hakuwa ananikumbuka wakati anaomba. Sasa zingine tukiwa wachungaji tunakosa kukumbuka watoto wetu. Ndio maana zile mapepo ambazo unaombea zinarudia kwa
watoto. Wena ingawa katika hiyo hali labda kuna mtoto wa Freemason alikuja kwa kanisa na baba akaweza kumuombea. Na kwa sababu hakunikumbuka kuniombea, mimi mwenyewe nikajiunganisha. So katika hii hali wazazi wangu wakati kisa kimesaa tendeka ndio walikuja kujua ya kwamba kumekuwa kubaya, waja tuanze kufanya maombi kwa sababu ya watoto. So nataka kuhimiza hata wachungaji ambao jara upcoming ama ni wachungaji, watoto wenu sio wamerogwa. Ni ile kazi ambayo mnafanya, mnawasahau kuwaombea. Ndio maana unapata mtoto, unaombea mtu pombe, mtoto anarudi anakunywa pombe. Unaombea mtu bangi, mtoto anarudi kuvuta bangi. Yeah. Ni kweli watu wakuwe makini sana. Yeah. Na labda maoni yako kwa ujumbe wako kwa shule ya utumishi, wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Yeah. Ni upi? Maoni yangu katika kwa shule ya utumishi, saa hii wafuatilie vitu polepole wakiwa ndani ya spiritual. Sasa wakifuatilia spiritual watapata kiini na chanzo. Kwa nini yule mkaza wa moto ulitokea? Na ukiangalia pale ulionekana shule zimefungwa. Kwa hivyo kuna sacrifice ambayo madirisha ilikuwa imefungwa, au watoto hawangeweza kuescape. Na wakati shetani anafanya sacrifice, anawagandamisha watu. Asingine kama kuna ajali, uone gari inakuja na unaiona inakuja kukanyaga, kuna vile roho ambayo inatumwa kwa mtu inagandamisha mtu. Kuna wakati mtu anasikia amegandamika. Yani uwezi toroka. Uwezi toroka. So ile kitu lazima ikukute. So katika hiyo hali kuna vile spirit ambazo zinatumwa katika hiyo, ilitumwa katika hiyo mkaza. Wale watoto wengine hawakuweza escape. So wengine waligandamizwa. Wale wachache walisurvive, labda wao wako ndani ya spiritual. Yeah. Wow. Na labda mtu akitaka kukupata sasa hivi, kanisa liko wapi? Kanisa liko Saidi za Waitaka, inaitwa Holy Worship International Church Waitaka. Ukienda maeneo ya Dagoretti High School hapo kwa roundabout, ukifika roundabout it's 100 meters. Kanisa liko hapo. Kwa sababu kuna mtu ambaye labda yuko kama wewe. Yes. Alikuwa yuko ndani. Yeah. Anatamani kutoka. Yeah. Nataka uzungumze na mtu kama huyo. Yeah. Na unapowapatia namba yako wanaotaka kukupata. Nataka kuzungumza kwa watu ambao wako kama wako kama mimi, ama walikuwa kama hiyo wakati nilikuwa nimejiunga. Hata unaweza kuwa wewe ni mwalimu, unaweza kuwa wewe ni mwanafunzi, unaweza kuwa hata madaktari, hata madereva, hata makanga na watu wengi ambao wanapepa congregation. Mimi nataka kuwashauri ya kwamba muwe matter of spiritual, muwe watu wa maombi. Na maombi iko na ufunguo kwa kila jambo. Vile unapoamka asubuhi, vile unapolala, mshukuru Mungu. Kwa maana unapomshukuru Mungu na mwambia ya kwamba Mungu, naomba uniwezeshe, ni gari ninaenda kupanda ni pasi, na sijui wenye wanapanda katika hiyo gari, ninaenda shule, ninaenda mahali fulani, ama ninaenda kanisa fulani, ninaomba Mungu kaweze kunilinda na kanipea afya njema, ninaomba unisaidie. Utaweza kusaidia katika anga ya maombi. So ukitaka kunipata katika mtandao, naitwa Duncan Mose Orori, mtandao wa Facebook, TikTok naitwa Evangelist Duncan Mose, na YouTube ni Duncan Orori. Nataka niwaachie nambari yangu ya simu, ukitaka kunipigia simu ili nikusaidie ama tusauliane katika hiyo hali. Nambari yangu ya simu ni 0701235765. 0701235765. Barikiwe sana. Asante sana Pastor Dan kwa muda wako. Natumai kwamba ujumbe utajenga watu.
na utajenga nchi Amen. kwa ujumla. Amen. Bila shaka mtazamaji, hii ni Tales by Nelima. Mimi naitwa Edith Nelima, na kama unatutizama kwa mara ya kwanza, tafadhali usisahau kubonyeza subscribe, ulike video, ushare kwa watu wengi iwezekanavyo. We are on our way to 10,000 subscribers. Please make Tales by Nelima to be your home. Thank you so much for tuning in. Bye bye. Amen.